ajionyeshe kwa kuhani. Yes. They started to go to find the priest. Wakaanza safari ya kumtafuta kuhani. When they go there to find their priest, na walipoenda kumtafuta kuhani, their lips, it was finishing. Na ukoma wao ulikomea hapo. Hallelujah. 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 So another people, all that diseases na wagonjwa wengine, after receiving healing, baada ya kupokea uponyaji, they were 80, I think so. They were 80 who they receiving healing. Waliopokea uponyaji walikuwa ni nani? No, 9. Walikuwa ni 9. 9. They are disappearing. 9 waliondoka. The one mmoja, between them, I think they were 10, but 9, they disappearing. Walikuwa 10, lakini 9 waliondoka. But the one, he back to Jesus. Lakini mmoja wapo alirudi kwa Yesu. And to say, na akamwambia, thanks my Jesus. Asante Yesu. Because I am receiving healing. Kwa sababu nimepokea uponyaji. Now I have come to give you the thanks. Na sasa nimerudi kukupa shukrani. That man who healed, yule mtu aliyeponywa, who back to Jesus, aliyerudi kwa Yesu, he was fall down. Inama chini. And when he giving Jesus thanks, na alipokuwa akimshukuru Yesu, he was down. Alikuwa yuko chini. Hallelujah. Hallelujah. He was speaking to Jesus, he was down. Alikuwa akizungumza na Yesu akiwa amepiga magoti. He was giving Jesus thanks, he was down. Alimpa shukrani Yesu akiwa amepiga magoti. Hallelujah. Hallelujah. And to say Jesus thank, na kumwambia Yesu asante. When you got in this of lepers, unapopata ugonjwa huo ukoma, you cannot return in the world. Huwezi ukarudi. Must to die. Ni lazima ufe. There is no healing. Hakuna tiba. So when someone come to you, kwa hiyo mtu anapokuja kwako, and to say now you're healing, na akasema sasa umepona, to return in the world, kurudi duniani, to give you another life, ili akupe maisha mengine, to give you another chance, kukupa nafasi nyingine, must to recognize that man. Ni lazima umtambue mtu huyo. But at the end they disappearing. Lakini wale 9 walipotea. Hallelujah. Hallelujah. Maybe they think that healing their power. Labda walifikiria kwamba uponyaji ule ni kwa nguvu zao. Hallelujah. Hallelujah. And the one who back to Jesus, na yule mmoja aliyerudi kwa Yesu, he was a Martin guy. Yeye alikuwa ni Msamaria. So we know the meaning of Samaria. Kwa hiyo tunajua maana ya Samaria. The children who gotten by fornicating. Ni watoto waliopatikana kwa uzinzi. Hallelujah. Hallelujah. The Jewish was separate some area. Wayahudi walitenga eneo fulani for these people who born by fornicating. Kwa ajili ya hawa watu waliozaliwa kutokana na uzinzi. So when we say Samaria, kwa hiyo tunaposema Samaria, the people who gotten by fornicating, ni watu waliopatikana kupitia uzinzi, not pure Jewish, na sio Wayahudi halisia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. Bwana asifiwe. So it means that the people who not have sanctification, inamaanisha ya kwamba wale watu wasiokuwa na utakatifu, yes, they have separated them, wamewatenga. Hallelujah. Hallelujah. And among of this Samaritan, na kati ya hawa wa Samaria, one he was sick lepers. Mmoja wapo alikuwa akiumwa ukoma. Because this lepers, when you got it, the government correct you and to put some areas. Na kwa sababu ulikuwa ukipata ukoma huu, serikali inakuchukua na kukupeleka mahali fulani. Jewish were there. Wayahudi walikuwa pale. Samaritan were there. Wasamaria walikuwa pale. Hallelujah. Hallelujah. All they are sick. Na wote hao ni wagonjwa. So Jesus when he come to them, na pale Yesu alipowaendea,
if they are Hebrews. Labda Yesu alitegemea ya kwamba wale Wayahudi wangerudi na kusema asante kwa sababu wao ni Waebrania. Hallelujah. Hallelujah. They know God. Wanamjua Mungu. The nation of God. Taifa la Mungu. The people who chosen by God. Watu waliochaguliwa na Mungu. This is Samaritan. Hawa Samaria. It's not good people. Sio watu wazuri. Why? Kwa nini? They have gotten it by fornicating. Wamepatikana kupitia uzinzi. So this Samaritan, one guy was back to Jesus. Lakini hawa Samaria mmoja wapo alirudi kwa Yesu. And to say, na kumwambia Jesus, thank you. Yesu asante. But the Jewish, lakini Wayahudi, the nation who selected by God, taifa lililoteuliwa na Hebrew guys, Waebrania, they didn't back to Jesus. kurudi kwa Yesu. You know why? Unajua ni kwa nini? This is our religion. Hii ndio dini yetu. Hallelujah. Hallelujah. And this behavior has come in our church today. Na hii tabia imekuja hata makanisani mwetu leo. The people who come to Jesus say thanks. Watu wanaorudi kwa Yesu na kusema asante. Islamic guys. Ni watu wa Islam. The people who come from Gentiles. Watu wanaotoka kwa mataifa. They come after receiving the miracle of Jesus. Wanarudi baada ya kupokea muujiza wa They Yesu. recognize Jesus. Wanamtambua Yesu. But the people who served Lakini watu waliookoka for a long time, kwa muda mrefu, they don't come and to say God thanks. hawarudi na kusema Mungu asante. You know why? Unajua ni kwa nini? This is our denomination. Hii ndio dini yetu. Dhehebu letu. Yes, we are inside for a long time. Tuko hapa kwa muda mrefu. We give offer day by day. Tunatoa sadaka siku kwa siku. So this is not a good behavior. Na sio tabia njema. Hallelujah. Hallelujah. Arrange to give your God thanks you. Jifunze kumpa Mungu wako shukrani. Hallelujah. Hallelujah. Don't say I have experience of this religion. Sema nina uzoefu na dini hii. They just they didn't back to Jesus and to say thank you. Wayahudi hawakurudi kwa Yesu kumpa asante. You know why? Unajua ni kwa nini? They have experience of his adagadi. Wao ni wazoefu na Mungu wao. Hallelujah. 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 You know I have experience of this church. Unajua mimi nina uzoefu na kanisa hili. The people who receiving the miracle in the church. Watu wanaopokea miujiza kanisani. Many of them. Wengi wao. They come from outside. Wanatoka nje. When they come into the church. Wanapokuja kanisani. They are so serious. Wako makini sana. Hallelujah. Hallelujah. But the people who worship in the church. Lakini watu wanaoabudu kanisani hapa. They don't be serious with their God. Hawako makini na Mungu wao. Even God can done something over them. Na Mungu anaweza akawatendea jambo. They cannot back to God and to say thank you. Hawezi kurudi na kumrudishia shukrani. This is the cause our God to not do something in our life again. Hii inasababisha Mungu asiendelee kutenda miujiza katika maisha yetu. Pray the living God. Bwana asifiwe. I remember Noah time of that I don't know Garika in English. Flight. Yes. I remember the time of Noah. Ninakumbuka kile kipindi cha Nuhu. And the God is saying, Mungu akasema, you are supposed to make a loan. Boti the Garika, Boti Mary or help was that ark. Yes. Make the ark. Inakupasa utengeneze safina. Hallelujah. Hallelujah. You know why? Unajua ni kwa nini? When you read the book of Genesis chapter 6, Unaposoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 6, you will see the man of God, they were starting to do the sin. Utaona wana wa Mungu walianza kutenda dhambi. You know where the sin? You know which sin? Unajua ni dhambi ipi? God said, Mungu alisema, don't marry for Gentiles, man of God. Wana wa Mungu msioe watu wa mataifa. Hallelujah. Hallelujah. And the Gentiles not married the man of God. Na mataifa wasioe hawa wana wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. But the man of God started to marry the Gentiles. Lakini hawa wana wa Mungu wakaanza kuoa watu wa mataifa. And the Gentiles come to marry the man of God. Na wana wa mataifa
years. Zitakuwa ni siku, No, itakuwa ni miaka 120. So after that day, God went to talk with Noah. Na baada ya siku hiyo Mungu akaenda kuzungumza na Nuhu. So now started to make the ark. Ya kwamba sasa anza kutengeneza safina. Because I want to kill all the people in the world. Kwa sababu nataka niangamize ulimwengu mzima. Hallelujah. Hallelujah. And then Noah was started to making the ark. Na Nuhu akaanza kutengeneza safina. After finishing, na baada ya kumaliza, history say he was making that ark for 100 years. Historia inasema alitengeneza hiyo safina kwa miaka 100. Hallelujah. Hallelujah. After all, God said to Noah, na baada ya hapo Mungu akamtuma Nuhu. Now to talk with Noah, Mungu alizungumza na Nuhu, preaching people to enter in the ark. Wahubirie watu waingie ndani ya safina. And they tell them after few years I will come and to kill people through the water. Na baada ya siku 10 nitarudi na kuua watu katika maji. Praise the living God. Bwana asifiwe. Bible say, Biblia inasema when Noah speaking about the people to enter in the ark, Nuhu alipowaambia watu kwa habari ya kuingia katika safina, they didn't enter. hawakuingia. Hallelujah. Hallelujah. 20 years ago, miaka 20. yes, after all God bring the raining, na baada ya hapo Mungu akashusha mvua. that rain, it was the big rain. Na hiyo mvua ilikuwa ni kubwa sana. Hallelujah. Hallelujah. The wind was filled that water. Na dunia ilijaa hayo maji. Bible say, Biblia inasema the mount of Ararat, mlima mrefu, Ararat, the Ararat mountain, na mlima huu mrefu, it was the higher mountain ulikuwa ndio mlima mrefu zaidi that in Israel, kule Israeli. but the water was filled until to fill all to cover that the mountain of Ararat. Lakini kutoka mlima huu ulizama kabisa katika maji. Hallelujah. Hallelujah. The people were dying. Watu walikufa. Animals were dying. Wanyama walikufa. So after Noah came down, Kwa hiyo baada ya Nuhu kushuka, God to move all the water. na baada ya Mungu kuondoa maji yote, Bible says, Biblia inasema the first one which has done Noah. Jambo la kwanza ambalo lilitenda Nuhu, he was taking the firstborn of animal and to give God as offering of thanks. alichukua wazaliwa wa kwanza wa wanyama na kumpa Mungu shukrani Before do anything. kabla ya kufanya chochote. Hallelujah. Hallelujah. And he gave God thanks through the firstborn of animals. Alimpa Mungu shukrani kwa kuchinja wanyama wale wazaliwa wa kwanza. Without do anything, Pasina kufanya chochote, he started to thanks. alianza na shukrani. You know which God was done to Noah? Unajua Mungu alimtendea nini Nuhu? He heard the smell. Alisikia harufu nzuri And he asked, na akauliza, who one who give me the thanks? ni nani huyo anayenishukuru? He saw the Noah Alimuona Nuhu to give God thanks. Nuhu akimpa Mungu shukrani. He made